Wanakitambua mjangoni tena. Ninajua ya kwamba sisi ndio tumefinyika. Kila mara huwa tunafinyika. Leo ndio siku sauti yetu isikike. Unajua huwezi kwenda kuua ndege na mawe mengi. Hauwezi kuua ndege kwenye mti ukiwa na mawe mingi. Lazima ukuwe na mawe moja ndio uweze kuua ndege. Unajua wenzetu hawajui uchungu wa hii soko. Kuna wengine wamekaa wakiuza wakisema ati wao hawajagongewa. Najua wengine wanasema ati wao wako fiti. Hata hawawezi kutembelewa. Nataka niwapatie habari. Sisi kama viongozi, tunajua viongozi wako maeneo mbalimbali, na we have some sections and we lead through sections. Kitu nataka niwaambie, soko yetu imetawaliwa na makaters. Tutulie tafadhali. Hapa sisi maandamano yetu ni amani. Kama kuna askari awe CID, sisi watu Kikomba huwa tunafanya maandamano ya amani. Ninajua kuna wengi hawatakubaliana na haya, lakini nataka niwaambie, mama akiwa mjamzito, yeye ndiye anajua uchungu wa mtoto wake. Sasa kuna hivi, unajua pale kule Royal kwa Wakokotini wanaendelea na kesi Solidarity kule. Hapa kwa Gashosho walipatiwa notice, wanafaa within 3 days wanafaa kuondoka. Na Gashosho wako hapa. Kesho watataka usaidizi kuja kutokea funga soko. Hapa wanatuambia ati sisi tuko kwa mto. Nataka kuambia hivi, hapa ni mahali vibanda, hakuna watu wanaishi. Hatuwezi kuishi katika taifa letu kama wakimbizi. Kitu cha kwanza tunajua tulielect Rais William Ruto. Ndio president wa taifa letu la Kenya, president wa 5. Tulikuwa na maraisi Kenyatta, Mzee Kenyatta, tulikuwa na Moi, tulikuwa na Kibaki, tulikuwa na Uhuru Kenyatta. Hawa wote waliheshimu soko la Kikomba. Na hii soko vile tunavyoelewa katika misingi ya kisiasa, hii soko ndio inafanya marais wanakuwa marais. Naomba hivi. Unajua kuna kitu moja nilifundishwa. Mimi ni mtu nimelelewa na nyanya sana. Kabla hujaanza chochote, weka Mungu mbele. Kwa hivyo, ninaomba Mwenyezi Mungu anisamehe kwa kuanza kuongea pasipo kumhusisha. Kwa hivyo ninaomba pastor, tafadhali, tunakuheshimu sana. Wewe ni mtu umepakwa mafuta. Chombo cha pasta kama hajaweza kutupatia authority na mafuta, ndio maana unaona inakwama. Haya pasta, hebu ongea na mikrofoni yako itupatie, ituhurumie. Asante, karibu. Watu wa Kwanda, haleluya.
Jehova. Tumesomeshia Gikomba. Watu wamechukua maroni Gikomba. Ikifungo tutatoa wapi? Wacha tuombe. Alafu tukimaliza kuomba, vijana mpo? Fanya kazi nzuri. Unaona hii sehemu ya Gikomba ya viatu? Sasa tukianza kuenda hiyo route, muanze kuenda kule. Hata pasta malize kuomba, twende kule muambie wafunge kwa na tuone pamoja na sisi. Kazi ya Nairobi. Wacha tuweze kuomba. Mungu wa mbinguni atutangulia, nasi tutakuwepo washindi. Hatutaondoka mpaka Mungu atende jambo jipya. Wacha tuweze kuomba. Katika jina la Yesu Kristo. Hawa ndio wanawake wa Israeli ambao wameteseka juu ya Herode. Tunaomba siku ya leo, hii muda tutafika Jehova, na utatupatia kibali na tutaimiriki kwa jina la Yehova. Hii maandamano tumeweka mikononi mwako Jehova, tutangulie. Hakuna bunduki, hakuna rungu, hakuna upanga, kwa damu yako Bwana tutetee, tutakuwa washindi. In Jesus mighty name. Tafadhali. Wewe tuwe pamoja tafadhali. Yes. Mimi nataka nikuambie leo. Mimi nimetoka katika sehemu ya Kisii County. Wanasema muoga hapati. Muoga hapati. Na ukatika ya maisha, kama mkijua wale walioanzisha hii soko walipigania. Walipigania hata kama wengine wamelala kwa kaburini, walipigania. Sasa vijana ambao tuko na nguvu kama mimi, ni wakati wetu wa kuhakikisha ya kwamba kwa viatu. Haya. Leo sikiza tafadhali. Maandamano ya juzi haikufua dafu. Maandamano ya juzi haikufua dafu. Lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu tumeipanga na tuko na imani hii, lazima Rais William Ruto tunapoanza safari yetu, tafadhali wewe kama una mipango ya kuiba, tafadhali hauna amani. Wewe kama ni mwizi, karibu katikati hapa kidogo. Na kama wewe uko na lengo ya kwenda kuharibia watu vitu kwa barabara, tuko na wewe hapa. Kuna vitambaa tuko nazo, tafadhali. Sijui watu wainue vitambaa vyeupe. Kama una kitambaa nyeupe, tafuta kitambaa nyeupe. Sisi hatuna vita na serikali, hatuna vita na DC, hatuna vita na machifu. Vita yetu ni ya tumbo yetu. Sisi hapa ndio tunatoa ushuru. Hapa ndio sisi tunatoa school fees, kulipa shule. Hapa ndio tunatoa chakula ya kulisha watoto wetu. Nataka niseme neno moja, nimekumbuka. Hata zile nyumba zinabomolewa, kuna wafanyabiashara ambao wamebomolewa wako kwa hii soko. Leo hii ukimbomolea nyumba, ukuje tena umbomolee kiwanja, huyo mtu ni kumfukuza taifa la Kenya. Hata viongozi wangu ongea kidogo, alafu tuende. Nataka viongozi tu wawili, wakipita sana ni wawili, waweze kusema jambo dakika 5, alafu niambie vile tunafaa kuenda. Sawa.
Gikomba ishaenda. Wametupiga solidarity. Tumenyamaza. Wakashosho mmesikia vile mmeambiwa. Hapa Molo Line kulikuwa na moto tukujua ilianzia wapi. Sasa wanatupigia Riverside. Soko yetu imeisha. Na kitu mnafaa mjue. Hii soko ya Gikomba vile tulikuwa tumeambiwa na Sakanja. Soko ya Gikomba itakuwa rehabilitated, upgraded. Instead of upgrading kubomoa wanabomoa. Wanatuambia wanataka nini? Soko ya Gikomba kulingana na status ya Gikomba, it is the biggest open air market in Sub-Saharan Africa. Only second south of Aswan High Dam. Hii ni soko inafaa kutoa kibao mbele. Sisi tumesikia na marais wote ambao wamepitia hapa wametuachia soko yetu. Tunamwomba huyu tuachie tafadhali, sisi hatunani hapa. Tunakuja asubuhi na kwenda zetu. Kura moja ingekosa Gikomba angeanguka. Sasa kama angeanguka, angalie wamama wako Gikomba ni wengi na Koinange kumejaa. Hivyo tunaanza mwendo, na tukianza mwendo kuna adui yetu barabarani. Wakikuja tunakaa chini, wakikaa chini grupu ingine ya nyuma inazunguka inaenda mbele. Wakikuja kwa hii grupu ya mbele, hii grupu inabaki nyuma tena tunaanguka mbele mpaka tupige parliament. Unaisuliza wako safari pa akitoka hapo apitie hapo parliament. Sisi juu ya Gikomba na Arabia hapo ndio tunapeleka petition yetu ya soko. Tumekulora tuanzeni mwendo. Tunatumia hii barabara, tukienda hivi tunaingia na ile viatu, tukitokea Kamkunji tunaingia Jogoo Road. Hapo ndio tunataka, unajua Jogoo Road ndio sekta yote ya uchumi. Sasa tukiwa pale Jogoo Road, tafadhali vitambaza white, alafu tafadhali tuwe na amani na uhakikishe wewe ni security ya mwenzako. Ukiona ile sura ambayo inakuja ambayo tuitambui sana, weka teke.